Watu wengi huchukua maombi ya kufunga. So many people get into prayers of fasting. Na baadaye akichukua maombi baada ya muda mrefu, and when they take the long fast, anachukua maombi ya siku 3, ya siku 7. They take prayers of 3 days or even 7 days. Lakini hakamilishi. But they don't fulfill it. Mtu akitaka Mungu amujibu maombi yake, lazima ukifanya ibada uikamilishe. If you want God to answer your prayers, if you do a service, you need to complete it. Lakini kuna watu huchukua maombi, but the people who take prayers, baadaye hawajekamilisha. And then they don't complete. Kukamilisha ibada, for you to complete the service, inafanya wewe unapatana na Mungu. It makes you to connect with God. Hallelujah. Amen. Na watu wengi wanachukua maombi, and so many people take prayers. Akimaliza yale maombi, when they're done with the prayers, hatoi sadaka. They don't give an offering. Hajakamilisha. Then you've not completed the prayers. Amen. Amen. Leo nataka nizungumzie maana ya hiyo sadaka. I want to speak about the importance of the offering. Ndio ujue kwa nini Yesu Kristo alitolewa. And understand why Jesus was given. Akawa sadaka as a sacrifice. Ili sisi tupate uzima. So that we may receive life. Hasa watu hawajui maana ya hiyo sadaka. So people don't understand the importance of the sacrifice. Ndio maana unakuta kwamba mtu anaweza kuchukua maombi. That's why you find somebody gets into prayers. Siku 21. For about 21 days. Siku 40. Even 40 days. Siku 5. 5 days. Siku 2. 2 days. Hatatoa sadaka. And you don't give an offering. Huyo mtu bado hajakamilisha. Then you've not completed. Maombi ya kitu unakitaka, prayers of demanding something, nuikamilishe na dhabihu. You need to complete it with a sacrifice. Ndio ibada umekamilisha. Then you'll have completed the service. Hallelujah. Amen. Unapoenda kanisani, when you go to church, baadaye unafanya ibada, and then you do the service, halafu unakamilisha na sadaka, and you complete it with an offering, Mungu hutendea huyo mtu. Then God does something for that person. Hallelujah. Amen. Nazungumza kuhusu hii sadaka ya ukamilisho. I'm speaking about the sacrifice of completing. Sadaka ni kipatanisho. The offering is something that unites. Hallelujah. Amen. Hasa watu wengi hawaielewi. So many people don't understand it. Anaenda kanisani, they just go to church, anasema si lazima, and they say that it's not important. Huyo mtu utampata anabaki na mashaka. You find such people are remaining in problems. Hallelujah. Amen. Utampata yule mtu anabaki na matatizo. You find that person remains in trouble. Mguse mwenzako muulize uko hapa ama umeondoka? Hallelujah. Amen. Utapata watu watatu. You find that 3 people. Mmoja anajibiwa haraka, mmoja anakosa kujibiwa. One, his prayers are answered, and the other one is not answered. Sadaka. It's because of the sacrifice. Watu wengi sana waone hii sadaka haina maana kwao. So many people think that the offering has no meaning. Mguse mwenzako ambe karibu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Na wakati unapotoa sadaka, so when you give an offering, sadaka ni siri yako. The offering is your secrets. Watafuta ile sadaka unisikia ndani ya moyo, siri yako. You get an offering that you feel in your heart, and it's a secret. Hallelujah. Amen. Ndio maana unaona hapa tuwe tunakwambia chukua bahasha. Hatutaki kuona umeweka nini. That's why we hide it in an envelope, because we don't want to see what you've put. Hallelujah. Amen. Unipata vizuri. Amen. Siri yako. Because it's your secret. Lakini watu wengi hawaelewi. But so many people don't understand this. Hawapati vizuri. They don't receive it well. Wanaona tu sadaka tu ni kawaida tu. They think that offering is just ordinary. Huyu mtu
anabeba sadaka, anaenda madhabahuni, anabeba na mkono wa left, amechukua na left. Akifika pale na pale madhabahuni, huwezi funguliwa, huwezi pata connection. You cannot get your connection. Haiwezekani. That's Maana impossible. umedharau. Because you have despised it. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nikuulize, ukienda mbinguni, nisikize kwambie, ukienda mbinguni ukaekwe mkono wa kushoto, usiwekwe wa kuume, umefaulu ama hujafaulu? Wale wako kwenye mkono wa kushoto na wale wengine wako mkono wa kuume, umefaulu ama hujafaulu? Wewe wa mkono wa kushoto utaingia wapi? Mbona mnapenda kutumia huu mkono? Hallelujah. Amen. Na usitoe sadaka, Don't give an offering kujionyesha. so that you may expose yourself. Kama unataka ile sadaka ikuokoe, usijionyeshe. If you want that sacrifice to deliver you, don't show yourself. Wengine wanajionyesha tu. And some just show off. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sadaka ni kipatanisho, usijionyeshe. The offering is a connector, so don't show off. Sadaka ni siri yako. It's supposed to be your secret. Amen. Amen. Ndio maana kwamba unaipenda mwanzo ndio unatoa. That's why you should love it before you give Watu it. wengi ninyi mnatoa vitu hamvipendi. Most of us, we give things Ndio that we maana don't love. hambarikiwi. That's why we are not blessed. Mnatoa vitu hamvipendi. We give things that we don't love. Ngoja niende kule kanisani, natoa shilingi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nisikize kwambie hivi. So listen to this. Naomba tu leo usikize vizuri kwa makini, wewe ndio utakuwa sawa. Just listen Hasa watu attentively. wengine mnatoa vitu hamvipendi. So many of us give things we don't love. Kitabu cha Mathayo mtakatifu The book of Matthew, 6, chapter 6. hebu nitaanzia moja, mstari wa taanzia moja tu pale. Angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao. Kwa maana mkifanya kama hayo, hampate thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Sasa sikiza, usifanye wema machoni pa watu, kusudi utazamwe na wao. Do not do righteousness in front of people so that you may be seen. Amen. Amen. Yaani unaenda kule kanisani, That you go to church, umeshika ile sadaka yako unataka kutoa. you hold your offering that you want to give. Wewe unataka ionekane. But you want it to be seen. Nashindwa kabisa na mmoja mwanasiasa mmoja amekuja kule kwa Deche, tuko kule kwa Deche. Anasema, nimeleta, mheshimiwa amenituma sadaka nije niweke kanisani ya nini ya kusupport kazi ya Mungu. Lakini anatakana kwa tupige picha na wewe tumpelekee hiyo picha. Mimi sikupiga picha, kwamba urudi nayo. Kama ilikuwa ni sadaka umeipanga, ije peleke madhabahuni. Ndio maana unakuta kwamba watu wengi sana anataja ni sadaka. Kama ni mchango wa kanisa umechanga, hiyo ni sawa. 20,000, 50,000, hiyo ni mchango. Lakini sadaka ni siri yako. Mguse mwenzako kwamba sadaka ni siri yako. Tell your neighbor your offering is your secret. Unapanda kulingana na kiroho chako. You plant according to your spirit. Amen. Amen. Hauwezi kuwa sahihi wewe uliokoka miaka 5. Mstari wa 2 hapa. Basi wewe utoapo sadaka
usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watatukuzwe na watu. Amini nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Pigia Yesu makofi. Amen. Wangapi wanaelewa hapo? Wewe utoapo sadaka, So when you are giving your offering, usipige panda. do not announce it. Unanipata? Amen. Mbele yao. In front of people. Usijionyeshe. Do not show off. Amen. Amen. Sadaka yako kama unataka ikufungue, niwe kwa siri. If you want the offering to deliver you, it needs to be in secret. Msalimie mwenzako, ombe karibu. Hallelujah. Amen. Inakuwa kwa siri. It should be in secret. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Peperusha mkono kama unanipata. Mguse mwenzako, umetoa sadaka? See your neighbor, did you give your offering? Usimuulize ni ngapi. Mwache mwenyewe. Sadaka yako ni iwe kwa siri. So your offering has to be in secret. Usipige panda mbele yao. Don't announce it. Nilishangaa sana mimi kuona wakina mama eti anaenda mbele ya madhabahu, kufika kule anaenda ameshika 100. Yaani wanataka kutoa sadaka. Toa sadaka yako. Anaenda paka pale mbele. Anafungua huo mzo wangu huo. Anafungua pale. Toa ile 100. Halafu apeleke pale kwenye kile kikapu. Aeke, halafu jiji anataka 50 pale ndani. Basi jiji achukue 70 aache 30. Hallelujah. Huwezi fanya kitu namna hiyo wapiga panda. You are announcing your offering. Hallelujah. Kama unataka Mungu akuokoe, if you want God to save you, sadaka yako ipange kutoka nyumbani. Plan your offering right from home. Nitatoa kiasi gani? That's how much am I going to give? Unakuja, ukifika hapo, wewe unachukua ile sadaka, unaweka kwa bahasha mara moja, unakaa nayo. You just put your offering in the envelope and you stay with it. Hiyo ni sadaka yako, siri yako. Because that's your offering and should be your secret. Usanimie mwenzako, wewe unapata ama hupati? Unakuta sana watu wengi hawafunguliwi kwa sababu sadaka zao wanazionyesha. So many people are not delivered because they show off their offering. Wengine hawatoi kabisa. And some do not give completely. Hallelujah. Amen. Wengine hawatoi. Some don't give. Kama wewe hautoi sadaka, if you don't give an offering, hupatanishi ibada, then you are not completing your service. Kupata jibu lako inakuwa ngumu. Then getting your answers will be difficult. Hallelujah. Amen. Muangalie mwenzako, anakuona ama? Hallelujah. Amen. Wewe utoapo sadaka, mkono wako wa kushoto usijue. So when you are giving your offering, you are inamaanisha mwenzako asijue unatoa nini. That means your neighbor should not know what you are giving. Tumeingiza mkono mfukoni, wachukua sadaka, waiweka, halafu unaanza toa hiyo 1000, wekunjua ama hiyo 100 wekunjua kabisa. Basi unaambiwa yekeni kwa bahasha, wewe umeshikilia hivi, naenda kutoa sadaka. Mimi naenda kutoa sadaka tu mimi. Sasa ukifika pale madhabahuni, wasuba kidogo pale ili uangaliwe na wewe na unatoa sadaka. Hallelujah. Amen. Wasuba kidogo hapo ili uangaliwe, yule anatoa sadaka, toa sadaka, ameshika 100, yule ameshika 1000. Wasuba kidogo pale kidogo. Mwanangu sikize, hupate thawabu wewe. Then you don't get your reward. You are not going to be blessed. Hiyo sadaka yako ipange kwa siri. You need to arrange your offering in secret. Uitoe kwa siri and give it in secret. Utaona. And then you will see.
Haleluya. Amen. Sikize niwaambie hivi. Watu wengi wamekaa katika maisha yao, wamebakia pale pale walipo miaka 5 mizima, ameokoka miaka 5 lakini sadaka yake bado ni shilingi 20. So many people Ako pale tu. have stayed stagnant all the Ndio maana time. nimeuliza kwamba hapa kuna watu ambao wanatoa sadaka, ambao zile sadaka zao wanazozitoa sisi ile ziko ndani ya mioyo yao. And that's why people are giving offering that is not in their hearts. Kamaona mama mmoja siku moja akamwambia mtu, ambia watoto wake, we mnaenda kanisani? Ile change imebaki. Ile change imebaki. Change gani? Ile change ambayo nimewatuma maziwa kule imebaki. Kama imebaki. Imebaki pesa ngapi? Shilingi 30. Haya, chukueni mgawanye mkatoe sadaka. Hallelujah. Amen. Atabarikiwa huyu mtu. Will that person be blessed? Na uliza nini atabarikiwa? Hawezi barikiwa maana amedharau. Such a person cannot be blessed because he has despised. Umedharau mwenyewe. You have despised it by yourself. Eti unachukua, chukueni hiyo shilingi 30 mgawanye mkatoe sadaka. Hai wanagawanya. Ngoja nikwambie. Ndio maana ninyi vitu vyenu mnavitoa hafifu. Ndio maana kubarikiwa hambarikiwi. Amen. Hampati. Halafu baadaye mnaionyesha. Kama ni kubwa, kama ni sadaka kubwa, unahakikisha kwamba umeionyesha. If it's a big offering, you ensure that you have shown it off. Kama unataka kufunguliwa, if you want to be delivered, sadaka yako iwe kwa siri. Your offering should be in secret. Halafu sadaka ni upatanisho. And then your offering is a connector. Amen. Amen. Ni kipatanisho. Is a connector. Hallelujah. Amen. Upatanisho. Tunapatana tena na Mungu. We connect again with God. Hallelujah. Amen. Ndio maana tunatoa sadaka, tukienda kule tunatoa sadaka, lazima tupatane. That's why we give offering. Lazima tupatane. Because we need to unite. Hallelujah. Amen. Lazima tupatane. We need to unite. Hasa sasa hii. Ndio maana hivi nikasema hivi, tusimame sote hapa, kila mmoja aende mbele za Bwana. Hata akili yake huyo haipo, hajapatana. Nisikize nikwambie hivi. Nilishangazwa na Muislamu mmoja. Mama mmoja wa Kiislamu alikuja hapa kanisani. Ni Muislamu kabisa, hapa kama amevaa ninja. Akaniambia, "Pastor, mwalimu." Ananiita mimi, "Mwalimu." Mwalimu. Oh. Hata na zile pete zake amevaa. Kamuuliza, "Mama, hii pete uliyopata wapi?" Sema, "Nilinunua, nikamwambia nimesomewa, mwanaume wa kipepo hata nifuata, kapewa hivi." Kamueleza, "Basi utasitoa mama." Ngombe utasitoa tuzichome. Sawa, lakini nataka mtoto wangu apatikane, maana alipotea. Kwa kuja mwanamke mwingine tena, wakawa wawili. Mwingine anasema ni Mkristo, ameokoka, anashiriki kanisa fulani. Mwingine akasema kwamba ni Mkristo, anashiriki kanisa fulani. Yule Muislamu akasema mimi ni Muislamu. Angalia maajabu sasa. Wote walikuwa na shida za kufanana. They all had similar problems. Yule Muislamu nilipoongea zungumza naye, nilipomaliza akanambia, amevaa buibui alafu akanambia, akafanya hivi mkononi. Unapata? Akafanya hivi, akafungua, akatoa sadaka. Sikiza vizuri, akatoa sadaka. Alipotoa sadaka, nikamuuliza, "Ni ya nini mama?" Akanambia, "Hii ni sadaka kwa Mwenyezi Mungu." Nani alikwambia kwamba utoe sadaka? Anasema, "Hapana, unajua watu hawaelewi. Huwezi enda kwenye nyumba ya Mungu huku kuna sadaka. Mimi nimeona nimebeba hii sadaka yangu, ni uniombee ili lile jambo langu nilipate." Naona huyo mtu
Ni Muislamu huyo mtu. Kama gani huyu mama ana imani, ili jambo langu mimi na liwe rahisi. Kama mama nikamuuliza, sasa wewe mama unajua maana hii? Anasema sijui. Kwa nini? Unajua sisi ninyi, unashangaa mtu anaweza kuwa ameokoka miaka mingi lakini haelewi. Sisi tunaelewa tu. Sasa hii ni sadaka. Nataka niwe na upatana, nimepatana na haya maombi unayonifanyia. Naona ni Muislamu huyo, kwamba basi Mungu akutendee kama vile moyo wako unavyotaka. Kamwambia hivyo. Amen. Chukua hiyo sadaka ipeleke kule. Akakuja hapa, akakuja paka akafika, akazunguka hapa, akaeka hapa, akarudi pale, nikamwombea, kamaliza. Ni alipoenda nyumbani tu, yeye ndio wa kwanza kunipigia. Halo mwalimu. Mwalimu, ni nani huyu? Ni ule mama amekuja pale. Nashukuru sana pastor. Nashukuru mimi. Amepatikana huyo mtoto. Nashukuru. Hai. Hawa wengine ambao walikuwa wanasema ni Wakristo, wanaenda makanisani wengine, sijapata ushuhuda hata mmoja. Maana hao walienda tu hivyo, hawakuenda na sadaka kupatanisha. Hallelujah. Amen. Walienda vile walivyo. They did not bring an offering. Amen. Amen. Walienda vile walivyo, tunakuzoea tu. They just went the way they know, the ordinary way. Hallelujah. Amen. Wameenda tu vile walivyo tari, wakaombewa kweli, lakini hawakupata. So they were prayed hata for, but they did not. Walikuja pata kuchelewa. They received even late. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Naona sasa. Hallelujah. Hasa hii sadaka huwa inaleta upatanisho. So the offering brings the connection. Inaleta upatanisho. It brings the connection. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Nakwambia kwamba mimi nitakusomea tu mara moja, alafu twende mara moja hapo, alafu nikupeleke kwa meza ya Bwana ujue kwamba hii sadaka, kwa nini Yesu Kristo alitolewa awe sadaka. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kitabu cha Yohana Mtakatifu, The book of John 3 kuanzia 16 inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sikiza. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, for this God so loved the world, hata akamtoa mwanawe wa pekee, that he gave his only begotten son. Yani kumbe kama unataka kutoa kitu paka upende kile kitu. That when you are giving something, you need to love it first. Hallelujah. Amen. Paka upende kile kitu. You have to love it first. Asa Mungu akaupenda ulimwengu. So God loved the world. Hata kama ulimwengu ulikuwa na dhambi, lakini akaupenda hivyo hivyo. Even if the world was full of sin, but God akamtoa mwanawe wa pekee. And so he gave his only son, ili tuokolewe sisi, so that we may be delivered. Akawa sadaka, so he became ili an offering tupatane na yeye, for us to be united with him. Hallelujah. Amen. Akawa sadaka ili tupatane na yeye. So he became an offering for us to be united. Kwa sadaka ni kipatanisho. So the offering is a connector. Hallelujah. Amen. Ndio maana ukiwa na hoja yako, that's why if you have an ukienda kwenye ibada, and if you go to the service, tafuta dhabihu epeleka, get an offering and give. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Unapenda lile jambo lako unataka ufanyiwe, unalipenda vizuri, you love the issue that you want it done to you, tafuta connection, then seek to get connection. Ukisikia mtu mwingine anasema najiunganisha na madhabahu, ujiunganisha mwanangu, ni utafute sadaka ujiunganishe. For you to najiunganisha na ibada hii, tafuta dhabihu ujiunganishe. For you to connect, you need to get an offering. Hallelujah. Amen. Ngoja niwafundishe hiki wanangu, halafu baadaye mwili mnaelewa, muwe mnaelewa. Hata mkienda kanisani, hata ukichukua maombi, unajua mimi lazima nitamendishe na sadaka. Amen. Nikichukua maombi mimi, kama nataka jambo langu nilifanye mimi, sina lipenda lile jambo, ngoja nitapatisha na sadaka. Utaona mara moja.
Lakini watu unachukua maombi, mimi ninaombewa ndoa. Hebu jiulize, nimekuombea ndoa mara ngapi? Nimekuombea ndoa miaka hii ni 3, imefika miaka 3 kutapata. Yaani tena weka siku ni kusonga vizuri nywele zako, usonge leo, usonge Abuja, utoke kusonga Abuja uzioche, yaani siwe zimerambwa na ng'ombe, yaani mpaka siwezi uvae nguo vizuri smart, lakini kuambiwa shikamoo una taabu. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Inamaanisha kwamba kufunga kwako wewe haujapatana naye. It means that in your fasting you did not connect with God. Hautafuta sadaka yako. So get an offering. Na beba haya maombi, mimi nimechoka kuitwa majina haya. Nataka mimi niitwe mume ama mimi niitwe mke wa mtu. That I'm carrying this prayer because of this specific item. Haleluya. Amen. Peleka ile sadaka. Chukua hiyo maombi yako mwenyewe. Tafuta ile sadaka. Mwanangu, hata si lazima vingine uambiwe. Eti unaambiwa tu nenda ukachukue sadaka. Tulia. Tafuta ile ya moyoni mwako mwanzo. So get an offering right from your heart. Haleluya. Amen. Amen. Tafuta ile moyoni mwako mwanzo. Mimi nimechoka, niko hapa. Nimechoka mimi kukaa single. That I am tired of being single. Beba hiyo maombi mara moja. Then carry that prayer. Utashangaa majibu yanakuja. Mimi nimechoka, mimi naitwa sizai, mimi nimechoka. Nachukua maombi yangu ya kibinafsi yangu ya siku 3 ama ya siku 7 ama ya siku 10, nachukua mimi mwenyewe haya maombi, alafu tatamatisha na sadaka. That I'm taking these prayers and then I'm going to complete with an offering. Hallelujah. Amen. Hii kitu hapa nafundisha hapa, mwingine hata ipata hapa hata atalala. Ako hapa basi hata akili yake haipo, anangojea meza ya Bwana. Haiko kabisa hapa. Badala achukue na hii achanganye, hata haiko akili yake. Amen, haipo kabisa hapa. Haiko nyumbani. Hallelujah. Amen. Regesha akili yako hapa ili mwanangu upate kitu. Haiwezekani wewe. Kwani wenzako wanaombaje? Wanaombewaje wenzako? Wewe unakaa tu. Atatenda kwa wakati wake. Nasubiri atatenda kwa wakati wake. Unasubiri atatenda kwa wakati wake. Kuna wengine wako mbio. Haleluya. Amen. Na wapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii ndio wataniona. Sasa kuna kumtafuta namna hii. So you need to seek him diligently. Atatenda kwa wakati wake. Pastor, nimekuja mimi hapa madhabahuni. Hata nimechoka. Usiniombee tena pastor hilo jambo. Usiniombee tena pastor, ni basi. Wewe niombee tu. Usiniombee tena hilo jambo mimi. Umechoka wewe, lakini cha kwanza kuna kitu fulani hujakifanya. There is something that you have not done. Wachukua maombi kweli. You are really taking prayers. Maombi marefu kabisa ya kufunga. Even long prayers of fasting. Shida utamatishi na sadaka. But the problem is that you don't complete with an offering. Hallelujah. Amen. Amen. Mguse mwenzako, mwambie amka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie amka. Kwa hivyo kitu unachokitoa kipende. So you need to love what you are giving. Sasa angalia hapa. Mungu akatoa kile anachokipenda. And so God gave what he loved. Ukisikia mwana wa pekee ni amempenda yule mtoto wa pekee, yani amempenda. He was his only son. Angalia wewe sasa. Unaenda kanisani Gambo. Kwa kule kanisani unaangalia. Unaingiza mkono mfukoni. Ukiingiza mkono mfukoni, mule mfukoni pesa zilizo mule ndani mfukoni zinatoa 200. Unaangalia. Hakuna kibanda karibu hapa nipate change nitoe 50. Unaona? Hallelujah. Take katoe 30. Unaangalia mwenyewe hujapenda. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kile unachokipenda ndio kinakuwa na upatanisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Kama unabarikiwa piga makofi.
Je, lazima ufundishwe ili upate fahamu vizuri. Nimekwambia kwamba sadaka ni upatanisho. So the sacrifice is a connector. Nimekwambia sadaka ni upatanisho. Your offering is your connector. Basi upatanisho huu, So this connector, amen. amen. Nitasoma sasa katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Amen. Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi 16. Kisha 16 kuanzia 5. Kisha akatoa mikononi mwa mkutano wa Israeli mbuzi waume wawili kwa sadaka ya dhambi na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Na Harun akamtoa yule ng'ombe wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya nafsi yake na kufanya upatanisho. Nikwambia sadaka ni kipatanisho. Alitoa hiyo sadaka kufanya upatanisho. So he gave the offering for an atonement. Akamtoa yule ng'ombe wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya nafsi yake na kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe. Na nipata ni mtu kibinafsi aliyetoa sadaka ya upatanisho. Kumbe kuna wakati unaweza kuwa uko mbali na Mungu, lazima utafute halafu baadaye utafute upatanisho. You can be far from God and then you give an offering of Amen. Atonement. Hallelujah. Amen. Sikia, afanye upatanisho yeye mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yake na kwa ajili ya nyumba yake. Unaona? Kuna sadaka ya upatanisho. There is an offering of atonement. Lakini lazima uchukue maombi ndio ukamilishe. Huwezi kuwa wewe atu unataka kupatana na nyumba yako, unataka kupatana na ndoa yako. Mimi basi nyumba yangu, mimi ndoa yangu, mimi na shida, mimi ndoa yangu ina shida. Tafuta sadaka ya upatanisho. You need to get an Ukichukua offering. maombi jinsi ya kuombea nyumba yako, kuwa na sadaka ya kukamilisha ile maombi, inakuwa upatanisho, mpatanishwe. So get an offering after prayers for you to be united. Hallelujah. Amen. 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 Kuna mambo fulani hayaendi sawa sawa katika nyumba ya kwako. Kama unaenda kanisani, unashika hii sadaka. Hii sadaka mimi nataka upatanisho na nyumba yangu. Nataka upatanisho, huyu mtu hatuelewani, huyu na mume wangu hatuelewani, huyu kuna hivi na hivi. Chukua hiyo sadaka. Ukichukua ile maombi ikamilishe, utaona. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Takuja nikuonyeshe mbele yake siku nyingine kuna utenganisho mahali. Lakini nitakuja nikuonyesha. Lakini hii upatanisho unapatana. That you're being Hallelujah. united. Amen. Mara moja tu. Msalimie mwenzako ambaye karibu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yake. Kisha atatwaa wale mbuzi wawili na kuwaweka mbele za Bwana na mlangoni pa hema ya kukutania. Mlangoni pa hema ya kukutania ni kanisani. Amen. Na Harun atapiga kura juu ya wale mbuzi wawili. Kura moja kwa ajili ya Bwana na kura ya pili kwa ajili ya Zazeeli. Na Harun akamleta yule mbuzi aliyeangukiwa na kura kwa ajili ya Bwana na kumtoa awe sadaka ya dhambi. Bali yule mbuzi aliangukiwa na kura kwa ajili ya Zazeeli, aliangukiwa na kura kwa ajili ya Zazeeli, atamweka hai mbele za Bwana ili kufanyia upatanisho, ili kumpeleka jangwani kwa ajili ya Zazeeli. Unaona sasa upatanisho, nazungumza upatanisho. Sasa sadaka ni kipatanisho. Hata ukienda kufanya ibada lazima uwe na sadaka uweke
So the offering is an atonement. You need to have it when you go for a service. Kuna watu ambao hawaelewi. So there are people who don't understand. Anamwambia mwenzake, kanisani si lazima uwe na sadaka. Si lazima. Utapatanaje? Si lazima uwe na sadaka. Na kufundisha hiki mwanangu, ili utoke kwenye hizo takataka, utoke tu. Kanisani si lazima uwe na sadaka. Si lazima. Jiulize, ule mwanamke mjane, mbona alitoa senti 2? Mbona alitoa sadaka hivyo hivyo? Hasa kuna watu wameingiwa ile roho ya kuhurumiwa. Yaani huyo mtu hata kienda kanisani hatoi sadaka, lakini anataka ahurumiwe tu. Baba, katika jina la Yesu, huruma zako nazihitaji. Huruma zako Bwana Yesu, huruma zako. Yaani anahitaji tu kuhurumiwe tu. Haleluya. Amen. Kuna mahali pengine mwanangu, ikiwa kuna jambo unalitaka lifanyike, mwanangu, beba sadaka yako. Enda toa. Amen. Unapata vizuri? Amen. Wataka lile jambo likuje kiharaka, beba sadaka. If you want to receive very fast, get an offering. Utapatana. And you're going to connect. Umeenda kanisani, umeenda kufanya ibada. Sikiza kwambia hapa, kuna watu ambao wamezoea kuenda kanisani. Katikati ya wiki huyo mtu hata ana kazi zake. Ameshapata kama ni 100, amepata kama ni shilingi 50, amepata. Hakuiweka ile pesa, aenda katoe kanisani. Anangojea hiyo siku hiyo, alafu anaanza kusikia ndani ya moyo. Mimi roho nyingine inakuja namwambia, wewe huna sadaka. Huna sadaka wewe. Juzi ilikuwa huna sadaka, hivi leo huna sadaka tena. Alafu tukenda kule, hata hiyo pastor atakuangaliaje? Anasema pastor atamwangalia. Badala aseme Mungu atamwangaliaje, anasema pastor atamwangaliaje. Yaani anamogopa huyo pastor, anakosa kumogopa Mungu. Haleluya. Amen. Hebu gusa mwenzako ambaye amka. Haleluya. Amen. Sasa roho nyingine inamwambia kwamba tulia mwanzo mpaka upate sadaka, halafu uende kanisani. Kama mtu mwingine anapiga simu, halo pastor, halo, ni wapi huko? Nikamwambia, wapi? Mimi niko mahali fulani hapa, nishukie wapi? Nikamwambia, shukia Shanzu. Shukia Shanzu, chukue bodaboda pale. Haya, sawa. Baada ya masaa akasema, nitashukia hapo Shanzu, chukue bodaboda nikuje kanisani, lakini sina sadaka. Anao huyo mtu. Haleluya. Amen. Amen. Hata ametoka nje kabisa. Kwani? Yaani mimi sitakuja mimi kwa sababu niko na zile za bodaboda, lakini unaona? Huyu mtu hata anaanza hapo, huyu mtu si mtu wa kwamba anataka kupata, anataka kuhudumiwa. Huyu mtu hapana, hata hayupo huyu mtu. Amen. Ni mtu tu wa kusumbua akili ya mtu. Haleluya. Amen. Amen. Sikiza niwaambie hivi, ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu. So the kingdom of God is gotten by the one. Hizi siri lazima usijue. You need to understand this secret. Mungu sema kwamba amka. Hizi siri lazima usijue. You need to understand these secrets. Amen. Amen. Hasa utampata wiki nzima ana kazi, wiki nzima ana biashara, wiki nzima ako sawa, lakini ikifika Jumapili anasema sina hiyo shilingi 100, sina ya sadaka. Utaenda kufanya ibada mwanangu, utapatana nayo je? Ndio maana mnakuta ya kwamba roho ya ufukara inakaa ndani yenu kila wakati. Inakaa ndani yenu kila wakati. Inakaa ndani yenu kwa sababu ya kwamba hata ile sadaka yenyewe hupeleki, nyingine huna, unasema huna, imeisha. That's why you have the spirit of poverty, because you don't give even offering. Ukimwona mtu anatoa sadaka, anapenya, anakuwa anapatana ile ibada. If you see somebody giving an offering, then is connecting. Mimi hata sasa sikuongea kitu. Tutamaliza ibada hapa. Utaona wengine wanasema mimi hii ibada ya meza ya Bwana nimeleta sadaka yake. Utasema mwenyewe tu, hatukutangaza. Hatukusema hivyo. Nisema hapana. Yeye utamsikia mwenyewe. Kwa sababu anajua kwamba mimi naenda kupatana na nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wewe ukiwa unaenda kanisani, beba dhabihu yako, sadaka yako, uangalie moyo wako. Na mimi huwa nawafundisha kitu cha kwanza.
Unaweza kuwa una biashara ya kuuza tomato, una biashara ya kuuza sabuni, una biashara, yani unakuta mimi, we Mama Ambrose, unaongea na huyo Mama Ambrose, hebu angalieni huku mbele ninyi wawili, tunazungumza hapo, halafu wewe ndio unaenda kuzunguka na uteo, unatazunguka huko, unatafuta, unauza biashara, halafu wewe huangalii huku mwanangu. Hai, takampata kitu hamu na hubiria nani nyenye kwenye haya lola niko huko. Haleluya. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unakuta ya kwamba huyu ni Mkristo, ana jina la Ukristo, lakini yeye ndo anateseka. He's a Christian but he's suffering. Kwa sababu ya kwamba hata sadaka zake zenyewe ni hafifu. Because he does not give offering. Kuna hafifu na kuna kwamba anatoa lakini hastahili. He gives a mess. Eti una miaka 5 kwenye huduma, bado wewe sadaka yako ni shilingi 10. Umeisha. Amen. Amen. Umeisha tu. Haleluya. Amen. 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 Nisikize kwambia hivi, kuna ile maandiko yule mwanamke mjane aliyetoa vipeni viwili. Watu wanakosa kuielewa. Mungu alimwambia kwamba huyu mtu, Yesu akamjibu akamwambia, huyu ndiye ametoa zote, lakini hao wengine wametoa mafungu tu kwa sababu ya biashara zao, ya kazi zao, lakini huyu ndiye ametoa zote. Inamaanisha kwamba alitoa kwa moyo. It means that she gave out of her heart. Pigia Yesu makofi kama utaka. Amen. Amen.